kitu gani kwa kinywa chako? Matendo na kazi ya ulimi wako ni nini? Je, ulimi wako inagusa ama ulimi wako unachoma? Bwana Yesu asifiwe. Ulimi wako inatamka kwamba Yesu ama inatamka vitu vingine? Ndani ya moyo wako, tulianza na Mathayo ikasema ndani ya mtu tutaona matunda yake. The same Mathayo ikatuambia kinacho najisi mtu na maneno ambayo inatoka ndani yake. Na hapa katika Matendo ya Mitume Biblia inasema ya kwamba walipojazwa na Roho Mtakatifu walianza kusema kwa lugha mbalimbali. Jinsi walivyowezeshwa, walitamka maneno ya baraka, walitamka kuhusu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe maneno yako ni gani? Maneno yako ni mishale ambayo inabadilisha, ama maneno yako ni mishale ambayo inadunga watu na kuangamiza? Mtu ambaye amejazwa na Roho huwa na command baraka za Mwenyezi Mungu. Wacha nikuambie leo, wakati Biblia imesema katika kitabu ya Petero wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 10 kwamba ujiepushe kusema mabaya, ni kwamba wacha nikwambie baraka hatutakula fanaka. Fanaka ni baraka. Leo nikwambie siri za baraka sio kupewa gari, sio kupewa nyumba, sio kupewa elimu. Siri ya baraka ni maneno. Hiyo maneno ambayo mwalimu anaongea pale mbele alafu anamwambia huyu, hiyo ndo inakuanga anashika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yana nguvu. Wakati Abrahamu alitaka kubariki Isaka, hawa wengine walipewanga tu zawadi. Lakini kwa Isaka mwambia, Isaka mwanangu njoo, nataka kukupatia vyote ambayo niko nazo. Akaanza kumbariki Isaka kwa maneno. Utabarikiwa utokapo wengi yako. Hata ukienda mahali kuna desert, wewe pale ukichimba visima maji yatapatikana. Ni nini anamumwagia? Ni maneno. Kwa sababu maneno ndo yana baraka. Maneno ndo yamebeba maisha ya mbele. Hijabebwa kwa vitu vya ujinga. Gari taribika. Lakini maneno ambayo unaona watu wengine leo hii anaishi maisha kuhangaika kwa sababu nyanya yake alitamka maneno. Imemwandama leo kwa sababu nyanya yake alitamka. Nyanya yake alipomwambia Mungu akubariki, na ukweli maisha yake imebarikiwa. Ni kwa sababu gani? Ni maneno. Hata upewe shamba na haujapewa maneno ya baraka, upanda lakini hautavuna. Ni maneno. Isaka alipotaka kubariki alimwambia ndugu yake Yakobo, kwenda leta chakula nikule. Na baada ya kukula, sio kwamba Isaka alibeba mali akampea. Isaka aliweka mkono kwa Yakobo na akaanza kuongea maneno ya baraka. Maneno ndo yana breakthrough. Maneno ndo yanakufungulia njia. Hata ukienda kutafuta kazi, wazazi wanakuambia mwanangu enda kwa amani, na njia yako ifunguliwe, na maisha yako yapanulike. Ni maneno rafiki. Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 11. Ukiwa unasimama kwa mguu wako tuanze kuomba. Na kila mtu atakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kila mtu, kila magoti, kila ulimi utakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kila ulimi, upende usipende. Wewe unajifanya wewe ni kichwa ngumu, ni masaa ya kuomba. Omba. Rafiki yangu omba. Ni masaa ya kumwambia kuanzia leo ulimi wangu ukiri. Maana Biblia inasema uokoke usiokoke, kila ulimi utakiri. Yule askari aliyemuua Yesu pale msalabani, alipoona kile kilichotendeka, Biblia inasema alikiri, hakika huyu ni mwana wa Mungu. Sikiliza, hata yule askari chifu alimwambia Yesu, sema neno moja tu na moyo wangu utatulia. Sema neno moja na mtoto wangu atapona. Ni maneno ndo yanaponya, sio kuwekewa mikono jamani. Ni maneno yanaponya. Rafiki, ni maneno gani yanakufanyia kazi ama yakufanyii kazi? Kuna nguvu kwa mambo yako ya ulimi ama hakuna? Ni masaa ya kuomba. Omba rafiki yangu penye uko dadi. Omba rafiki yangu penye uko mama. Ndugu yangu omba, dada yangu omba. Maneno ya kinywa cha mtu kitakufikisha mbali ama kikumalize. Maneno in the name of Jesus. Nguvu iliyoko katika maneno.
Kazi yenye ulimi inaweza fanya, kazi yenye ulimi inafanya. Mungu akamwambia Musa, ongea na hii mwamba itoe maji. Speak to the mountain, speak to the rock, itoe maji. Yesu akawaambia wanafunzi, ikiwa mtaunenea mlima huu kang'ooke, itang'ooka. Ni maneno rafiki yangu, ikiwa utaiongelesha itaufanya kazi. Ongea na baba yako asubuhi ya leo. Ongea, mwambie baba, leo hii unabadilisha maneno. Mungu anataka kusikia ni maneno gani unamwambia. Maneno ambayo unaongea inaweza fanya mabadiliko. Delila alifanya vituko kwa Samsoni kwa sababu ya maneno. Hata malaika alipomkujia Mariamu, alimwambia Roho Mtakatifu atakukujia. Hakumwekea Mariamu mikono. Ni maneno ya malaika ndio iliweza kufanya kazi kwa maisha ya Miriamu. Rafiki, wewe unafanya maneno gani? Jesus, Bwana Yesu, asubuhi ya leo kweli kuna nguvu kwa maneno. There is power in words. There is power in our tongue. There is power. Kila mtu tukisikia kwa Biblia ni maneno alikuwa anaambiwa. Baba, hata ukamwambia Ezekieli tabiria mifupa. Ni maneno mifupa ilikuwa inangojea kusikia. Maneno yalikuwa yanangojewa ana mifupa. Ulipokuwa unaomba ulimwengu, Bwana Yesu, ulipokuwa unaomba ulimwengu, ulisema na kuwe na jua, kukuwe na mwanga, kukuwe na giza, kukuwe na miti, bahari tatoka huku kuja huku. Ni maneno ulikuwa unatumia Mungu na ilikuwa inafanyika. Maneno yana nguvu, maneno yana miujiza, maneno yana upako. Rafiki, omba. Ni kitu gani imekwama? Izungumuzie masaa ya asubuhi, izungumuzie jamani, izungumuzie hakika, izungumuzie katika jina. Jesus. Haleluya. Rafiki yangu, kabla shetani hajakuataka, anangojanga kusikia unasema nini. Kabla shetani hajakumaliza, anangojanga kusikia unasema nini. Ukisema mimi nimekwisha, ukweli anakumaliza. Lakini ukisema mimi ni mshindi, anaangalia kweli wewe ni mshindi. Kabla shetani hajakugandamiza, anangojanga kusikia unasema nini. Adui yako anangojanga tu kusikia unasema nini, ndio kumaliza maisha yako. Bwana Yesu akusaidie, Baba akusaidie. Inakuombea masaa ya kusaidia. Hizo vitu ambavyo vimekwama kusaidia. Adui ambaye anangoja kusikia unasema nini, awekwe mbali na maisha yako jamani. Awekwe mbali na hali yako, awekwe mbali na matatizo yako, ili Bwana kuinue mahali pale. Bwana Yesu akuinue mahali pale. Ninakuombea masaa haya, Baba, kageuze maneno ya kinywa chako. Jesus, masaa ya Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina linalopita majina yote. Unasema kila ulimi utakiri kwamba wewe ni Bwana. Unasema kila ulimi, iwe ni mchawi, iwe ni devil worshiper, hiyo siku ya hukumu kila ulimi itakiri. Haijalishi wanaongea nini saizi, haijalishi wanasema mambo gani sahihi, haijalishi wanatamka yapi saizi, lakini ukweli wa mambo ni kwamba Baba, kila ulimi utakiri, pendo isipende. Kila ulimi tatamka ipende isipende. Kila ulimi taongea ipende isipende, kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Ebeneza, katika jina la Yesu nimeanguka weponi mwako Baba. Ninaiongelesha kazi ya mikono yangu. Sikia maneno haya, barikiwa kuanzia hivi sasa. Badilisha mtindo wa kazi, anza kufanya vitu ambaye haukuwa unafanya. Leta wateja kwa wingi. Ongelesha biashara yako wewe ambao uko sokoni. Ongelesha maisha yako wewe ambaye unapitia hali ngumu. Ongelesha watoto wako kwa imani. Katika ulimwengu wa kiroho ninasema omba. Ambia Baba, ninaongea kwa hivi vitu jamani. Ni kuongea ndo mambo yanabadilika. Isaka alinena baraka juu ya Yakobo, na ilikuwa hivyo kabisa. Haikuweza kubadilishwa. You cannot reverse blessings. In the name of Jesus. Katika kitabu ya Numbers, Biblia ina
inasema ya kwamba kulikuwa na Balaam na Balak waliokuwa wanajaribu kwenda kulaani watoto wa Mungu. Biblia inasema akamwambia, nimeamrishwa kubariki, hawa taifa hawawezi laaniwa. Nimeamrishwa, kinywa changu hakiwezi sema kitu kingine, kinywa changu hakiwezi tamka kitu kingine. Tamuka baraka juu ya maisha yako. Tamuka umejenga, tamuka uko na maplots, tamuka una magorofa, tamuka. Ni masaa ya kuongea, ongea. Ninapokuombea masaa haya Baba, akakifuata hiyo maombi, afuate hiyo maandiko ambayo unasema. Biblia inasema katika Petero ya kwamba maandiko matakatifu yanasema, unataka kuishi maisha mazuri, epukika na kuongea mabaya juu yako wewe mwenyewe. Hata kama watu watasema wewe ni jambazi, unajisemea kuanzia leo mimi si jambazi. Hata kama watu watasema wewe ni kahaba, unajiambia kuanzia leo mimi si kahaba. Hata kama watu watasema huyu ni msherati, unasema kuanzia leo mimi si msherati. Bwana Yesu ananibadilisha asubuhi ya leo. Hata kama watu watasema wewe ni mulevi, unasema kuanzia saizi mimi si mulevi, maana mimi nimebadilishwa, mimi ni kiumbe kipya. Mimi sio yule ambaye watu walikuwa wananijua. Mimi nimebadilika. Hata kama hawatakuamini, usiwe na wasiwasi. Ndugu yangu, ambia Baba, nimebadilika Masaya. Ebeneza, ninakuomba Baba, jadi ninakuita Jehova. Mungu ketie kwenye kiti cha enzi. Wewe peke yako unatosha. Wewe peke yako unaweza. Kila ulimi utakiri wewe ni Bwana. Kila ulimi takiri wewe ni Yesu. Tupende tusipende Baba, wakati watakuona mawinguni ukirudi, wakati wa hukumu watasema kweli ni mwana wa Mungu, kweli ni Bwana wa mabwana, kweli anastahili sifa. Wengi watalia Baba, madevil worshippers watasema kwa nini tulimwabudu shetani, na kumbe kweli Yesu yuko. Kule moyo Yesu yuko. Ninaombea kila mmoja anayenisikiliza, haijalishi alisema nini kuhusu maisha yake, Baba geuza. Wewe unayegeuza maisha ya watu katika ulimwengu wa kiroho Baba. Mwingine aliambiwa utabaki tu kuwa watchman, ninamuondoa kuwa watchman Baba, ninamuingiza ndani ya ofisi katika jina la Yesu. Kwa maneno ninamuingiza pale Baba. Kuna mwingine aliambiwa wewe utakufa tasa, ninamuombea Baba, watoto ni wengi ndani yake, anazaa kuliko vile waliotarajia. Mapacha wa kiume, mapacha wa kike, mapacha. Kila mara kishika ni mapacha, kila mara kishika ni mapacha. Baba, unadabo zile siku ambazo zilikuwa zimepotea, zile siku ambazo zilikuliwa na tununu na nundu zote. Bwana Yesu unarejesha, Bwana Yesu unarejesha, Bwana Yesu unarejesha. Unafanya mambo yanayozidi akili yangu, unafanya mambo yanazidi mawazo yangu, unafanya mambo yanazidi matendo yangu. Ebeneza tawala asubuhi ya leo Jehova. Asubuhi ya leo kutana na huyo mama amekaa kwa miaka 7 ya kutosha. Ni masaa ya kufunga virago na kurudi kwako katika jina la Yesu. Ondoka. Aliyekaa kwako anaondoka yeye, anapewa na mume wake na Mungu katika jina la Yesu. Oh Jesus. Baba, katika jina la Yesu nikuambie nini ambayo huwezi tenda. Nikuambie nini ambayo huwezi tenda. Kila ambacho hawezi tena ni kila ambacho haki-exist. Lakini anything that exists, God, you can do it more than exceedingly abundantly, more than I can imagine. Baba, asubuhi ya leo Jehova, Ebeneza unabadilisha historia zetu. Kuna wengine wanapotusikia, wanatusikiliza, wanasema ilianza lini? Ilikuwa lini? Baba, wanapoendelea kujiuliza wakisema hiyo maneno, mimi ninatamka Baba, ongeza kuniinua. Nisongeze mbele Jehova, nisongeze mbele Dadi. Unapofungua biashara wanasema tafunga, ninaiombea masaa ya Baba, fungua hiyo biashara ikasonge mbele. Wanaongojea ifungwe Baba, ninasongeza hiyo biashara mbele. Haitafungwa. Wanaotaka kukupeleka kwa mashtaka, wanataka kupeleka kwa auctioneers, wakupeleke sijui kwa polisi, Baba unawaepusha. Maneno haya ya baraka inamwagika kwenye vichwa vyao. Unapanua maduka zao, unapanua biashara zao, unapanua mahuduma zao Baba, unawaongeza. Maana maandiko matakatifu yanasema sisi tu zaidi ya washindi. Sisi ni matajiri, sisi si masikini, sisi si wagonjwa, sisi tumepona. Hata wewe ambaye uko kwa malazi, ati wewe ni mgonjwa, amuka mwambie Baba nimepona. Jinyooshe mwambie Baba nimepona. Ambia Baba nimepona, hata mguu inatembea.
mabaya. Mali ilikuwa imedofika, ambia baba, yani kuna nguvu. Hey, in the name of Jesus, pokea uponyaji. Pokea uponyaji wa Bwana Yesu. Simama kwa miguu yako. Pokea uponyaji wewe ambaye unasema ni mgonjwa. Wewe ambaye unasema ni masikini, pokea utajiri. Wewe ambaye unasema umefika mwisho, anza na Baba. Wewe ambaye unasema umelemewa, anza na Baba. Jitie nguvu katika Bwana Yesu. Pokea neno la baraka, neno la himizo. Badilisha maneno ya mdomo yako. Watoto wako wabarikiwe, mbegu yako inuliwe. Oh Baba, sionekane mtu kama wewe. Wewe uwe mtu tofauti sana. Ebeneza Masaya, ninakuomba Jehova, nikufananishe na nani, nikulinganishe na kitu gani? Maana wewe Baba hujawahi fananishwa, hujawahi linganishwa. Wewe peke yako ni wa kwanza tena wa mwisho. Tawala manyumba zetu, tawala Baba. Tembea kila kona Baba. Kama kuna mtu alituendea mahali akaongea vibaya, katika jina la Yesu, roho ikemewe. Kama kuna mtu alienda kwa uganga akafanya uganga wake, akafanya kisha akakuja kutamka mabaya, mimi pia Baba asubuhi ya leo ninavigeuza kwa jina la Yesu. Ninatamka reverse back, ninatamka reversiwe back by fire in the name of Jesus. Baba, ninarejesha hiyo maneno aliyotamka juu yetu, hiyo maneno aliyotamka juu ya msikilizaji, hiyo maneno aliyotamka juu ya muimbaji huyo, hiyo maneno aliyotamka juu ya huyo mchungaji, hiyo maneno aliyotamka juu yangu Baba, ninamrejesha, impige yeye mwenyewe. Maneno aliyotamka ninamgeuzia, mrejeshe. Baba, rejesha. Aliyefunga kazi zetu, akafunga pesa zetu kwa maneno yake, hiyo maneno ikamgeukie Baba, hiyo maneno ikagongane na yeye Jehova, hiyo maneno ikampiga yeye mwenyewe. Hiyo maneno, kama kuna mtu alituandalia mauti Baba, vifo vya mapema, vifo vya ghafla, akasema kitoka apande bodaboda tanguka akufe, atatokelezea huko watagongana, watakufa. Baba, ninageuza, ni yeye impige Jehova. Hiyo maneno ninageuza, ikampiga huyu ambaye anapangia watoto wako mambo mabaya, ikampiga huyu ambaye anatupangia mabaya. Fanya kazi yako kwa jina la Yesu. Oh Jesus, tembea kwa uwezo na mamlaka yako Baba. Miujiza ambayo umefanya kazi Bwana Yesu, kwa mambo ambayo unafanya kuliko ya mwanadamu. Mimi ninaomba masaa ya Jehova, kibali ya ajabu juu ya maisha yangu, kibali ya ajabu juu ya huduma yangu. Barikisha mimi nitokapo niingiapo Baba. Tawala kila mmoja ambaye ninamuombea, tofauti kwa mtu ambaye ninamuombea. Leta mabadiliko kwa huyo mzee, hata huyo mjomba, hata huyo shangazi Baba. Yeyote anayenisikiliza asubuhi ya leo, badilisha mawazo yake. Ninanenea maisha yake Baba, ninanenea kazi ya mikono yake, ninanenea huduma yake mchungaji, katika ulimwengu wa kiroho Baba. Maneno ya ulimi ikafanye kazi, maneno ya ulimi iliyofungwa ikafunguliwe, maneno ya ulimi Baba, kazi ya ulimi Baba. Tunafunga kazi ya ulimi mbaya, tunafunga kazi ya ulimi mbaya, tunafunga kazi ya ulimi ya masikitiko, tunafunga kazi ya ulimi ya kilio, tunafunga kazi ya ulimi ya uchawi, tunafunga kazi ya ulimi ya uwizi, tunafunga kazi ya ulimi ya laana. Hiyo kazi yote ya ulimi tunapomoa, tukisambaratisha na kuvivunja, tunaviondoa kwa jina la Yesu, tunavikemea kwa jina la Yesu, tunaviharibu kazi ya ulimi Baba ya umasikini, tukivibomoa katika jina la Yesu. Wewe ndiwe Baba, wewe ndiwe Jehova, wewe ndiwe mtakatifu. Viumbe vyote vinakusujudu, viumbe vyote vinanyenyekea chini ya miguu yako. Nasema kila goti itapigwa na kila ulimi utakiri. Tumemalizia kusema kwamba kila ulimi utakiri. Wapende wasipende watakiri, wasikia saizi wasisikia watakiri. Oh Baba, waokoke wasiokoke watakiri, wabatizwa wasibatizwa watakiri. Watakubali kwamba Yesu ni Bwana, watakubali kwamba Yesu ndiye mfalme, watakubali kwamba Yesu ndiye mkuu, watakubali kwamba alishinda vita, watakubali kwamba anaokoa. Watajutia sana kitendo walichotenda Baba, watalia Jehova. Ebeneza, una control midomo za watoto wako Baba, una control Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Una control midomo za watoto wako, una control. Hawatakuwa wanatamka mabaya kwa ujiusu,
hawatakuwa wanatamka mabaya kuhusu familia zao. Ebeneza, watasimama kulingana na neno lako. Watakot neno Baba, watatot neno Jehova penye wanakanyaga Baba. Watasema nimebarikiwa nitokapo niingiapo. Watasema familia yangu imebarikiwa. Watasema mke wangu amebarikiwa. Watasema jamii yetu imebarikiwa. Haleluya Jehova Jireh. Baba wa mapenzi, ninakuomba asubuhi ya leo maneno yetu Jehova yawe maneno ambayo ni kazi mzuri. Tuone matokeo ya kazi mzuri ya ulimi wetu. Ulimi wetu iwe inatoa makazi mzuri. Matendo ya kazi ya ulimi yetu Baba tuone. Maana tutakula mema ya midomo yetu. Tutakula mema ya midomo yetu. Mema ya midomo yetu Baba. Midomo yetu yasitamke maovu. Midomo yetu yasitamke laana. Katika ulimwengu wa kiroho Jehova, midomo yetu yasifungue kinywa mambo mabaya. Midomo yetu Jehova ipate upako. Yes, ipate upako. Ipokee uhai Jehova. Ipokee uhai Masia. Ipokee miujiza. Ulimi tamke mambo mazuri. Kazi ya ulimi nataka kuona Baba.